Welcome to our today's podcast, and I'm your host Yvonne Jetarus, and today we'll be talking about stress and how to manage the stress in our daily life. And I have my fellows here. They will introduce themselves. Starting from that point. I am Natalia Chepkemboi, an expert on stress. Okay, yo guys, mimi naitwa Carlos Ayodi, John Ayodi, Carlos Ayodi Carlos. Leo tutakuwa tunaongelea about stress, about the mental well-being of a person. For example, wewe kama uko hapo home una feel like mimi siko fit. Maybe ni stress inakusumbua. Acha leo tujue nini inakusumbua. Alafu mimi hapa naitwa Emmanuel Kipkorir, kila siku, kila time naitwa Emmanuel Kipkorir, na leo tunaongelea stress, a very obvious topic in our day-to-day life. My name is Akinyi Michael, and I welcome you all to today's podcast. Yeah, in one way or another, najua kila msee hapa experience stress, like kuna kitu imekufinya, kuna kitu yenye ukikaa hivi unaona yenyewe hii life nayo hapana, imenifikisha mwisho. For me, I can say masomo at some time when inakupea stress, inakupea like kiboko, unashangaa unasema ama niache tu shule sasa, ama ni mimi peke yangu feel something of that sort. Like na masomo stress na masomo haiwe tuambie bro. Imagine like umekaa kuna food saizo inafaa ulipe fee, mzazi hana, mbona unapata tu ni usemaje? Sika shida uwezi deal nayo, si wachane na kama kitu kama fee ni mzazi na first stress, si wewe. Kama like umepelekwa shule na unaona una food una stress, responsibility yako hapo ni kucommunicate tu, unless uniambie you don't have anyone to communicate. But imagine defy exams. Nikidefy exams naanza kujifikiria, nikisha defy exams nitarudi one academic year nyuma, wengine wamesonga. Vitu kama hizo lazima zitanipe tu stress. Ushisikie kitu usema good things next time. Wewe bana ujui mbona una defy. Stress kwa kila mahali. Sijakataa stress iko, but kuna vitu zingine si za kujistress nazo. Mimi usemaje? Mbona uone kitu alafu unataka iko stress? Vitu zingine ni si wenye usi utaka itu stress. Sasa kama hiyo ya nadifa mbona mzazi amekwambia like I'm not in a very well situation, amekwambia Yvonne, mimi nataka udefy this year due to this and this. Mbona unaanza kuifikiria all that much, unataka iku stress? Alafu tena udefy si kitu mbaya. Hata mimi nikiambia defy exam na furahia la kwanza. Unafurahia like deferring when others are going to do exams. Kudefy siko sawa. Unajua in life sisi wote umesongeza mbele, but hiyo exam iko toka nikafaa kuifanya tu baada. But sisi wote in life tulijipanga that at a certain age nataka nikue hapa, at this age nataka nikue hivi, nikue na now how do you want to tell me that umedefer hata for 2 years and you are not stressed? Sasa narudi kujipanga tena. Unajua si ati what tunasema aje, you plan then God executes, right? Ama God plans you execute but through God bad. Wewe unataka kuniambia kama mimi nilikuwa nimesema mimi nikifika 20 years bana nafaa niko nimaliza campus nimeoa. Check. Mimi sasa hii I'll be turning 23 July bado sijaona sijamaliza campus. Sasa nafaa kuwa stressed. Hakuna stress. Hakuna stress. Ndio nimekuwa nawaambia, okay, ndio nimekuwa nawaambia kuna vitu sio wenyewe ufikiria then tunaziweka na wa mind zinakuwa stress. But kuna vitu ukiziangalia tu hivi na uachane nayo, you don't mind it. Haitakuwa stress. Kama stress mingi tunajiwekea. Okay, alafu ikifika hapo kwa exam tunasema wewe exam ni stressful. Kama uli prepare earlier it won't be stressful. But sasa si Gen Z, kama kesho ni Friday man. Sasa kama tuseme kwa exam Monday. Alafu wewe Friday uko sherehe. Unataka aje exam is stress on Sunday jioni? Ufai kujisumbua na exam. Stress mingi za kujiwekea, alafu vitu zingine za dunia by the way. Mambo kama exam tunaziacha hapa hivi kwa hii dunia. Transcript tunachapa. Mbona zinakustress? Nani amekwambia transcript inakupeleka huko? Despite the fact hizi vitu ni za dunia, lazima tuache something behind watatukumbuka nayo. Legacy. Okay, tunasema tunaacha legacy. Meaning you want to be heroes, right? Yeah. Right now, nani anakumbuka Jomo Kenyatta? Familia yake wanamkumbuka. You personally, wewe as a person niambie, Carlos, mimi Michael, mimi uka hivi chini nakumbuka Jomo Kenyatta. Public holidays. Si kuna public holidays. I said usiongele mse. Nataka kuniambia mimi Yvonne. Mimi uka hivi chini mimi wa mkamoni nakumbuka Jomo Kenyatta. Mbona unajisumbua kukumbuka Kenyatta? Unaanzaje? Okay, ndio mimi nawaambiaje, hii kitu stress. I won't say that ni mentality. I'll say that let's stress kwa vitu zenye zinatu concern direct. Kama ni like umetoka hapa saa hii, unajua by 8 nafaa nifike home. Then wewe kitu 7 umepitia tao, umepigwa ngeta, hii ni stress yako.
Alafu stress yako na umejiingiza kwa ingori. Lakini sasa stress yenye nafaa nisainiwe nini? Inaitwa the booklet. Wewe hujapata supervisor hii wiki. Amekwambia ata sign next week. Mbona unaanza kuwa stress? Hapo ufai kujisumbua hata kwanza. Itafika akuja isign tu baada. Ni vile tu ni hiyo masiku nimebaki peke yake, hiyo ndio nafaa kujipea shughuli zingine. Keep busy nayo, ikifika next week uje mpe assign. Ndio. So kitu mimi nasema ni kitu inafaa kusumbua ni kitu yenye ukifanya ukosa kufanya kuna venye itakupea impact. Kama gani? Like wewe ni wewe na kustress wewe man. Mimi akili yangu sasa inafikianga pesa. Sasa wewe ukikosa tu pesa ni stress. Ama saa hii ujipate ndio unaingia saa hii like Gen Z what tunasema like we don't want marriage but I'll bring it this way. Tuseme saa hii unataka kuingia kwa marriage right? Lakini sasa unajua zamani maybe mimi najua mimi na sijiwezi. Like najua mnaelewa like mimi ni important. Unaona? Alafu kama weka lady maybe umego through some things na unaona maybe I won't be able to give back. Kitu kama inafai ku stress. Hiyo mimi hata ukikuja niambie anyway Carlos mimi niko hivi na hivi. I'll understand your stress. Lakini sasa stress ya kwanza kuniambia hapa yodi bana. Lakini unasema iti stress zetu zinafaa zikuwe zile zenye zinakuja direct, si ndio? So unamaanisha when there is something between your parents, I don't need to be stressed, my parents. You have to. I have but usifanye kitu ku control mentally. Unafaa we control your stress. Yes, kuna situations do happen. Problems do arise. But usiache hiyo stress ku control. Upate inali every step. Sasa ushaanza kuchizi. By the way, stress is control. Utafika mahali wanaangalia mtu na kumuoni. Unaangalia mtu muoni like Manu. Unatembea kwa njia lakini unaona wako wasafi. By then niliona situation yenye watu wanajiongelesha, mtu anajiongelesha. Stress inafanya ni utembee ukiongea unajiongelesha. Like it's normal. Si ati kila mtu mwenye ujiongelesha ni stress. Kama mimi sometimes unaweza pata natoka hapa, niko natembea tu alafu nakumbuka nafanya oshe vyombo. Sasa najiuliza zile za nani anaosha vyombo. Unaona sio najiongelesha. So hiyo si stress, but pia stress can lead you to that point. Lakini baadaye pia tunafika saa hizi kama hujajiongelesha, kama hujaangalia mtu batakili kwa mbali. By the way, you need to put in a lot of effort in what you are doing because tume undergo a lot. Kitu ya kwanza tumeandaliwa sasa kuprocess hiyo vitu ndio ni ngumu. That's what tunajiongelesha. But mimi naona sahi watu wengi like kitu inawapea ile pressure ama hiyo stress sasa ni social media. Like mtu anaangalia life ya msee hapo anasema guy I need this life. So inaanza kupa ile pressure, sijui nafaa nifanye hivi, inakulidi pressure nyingine inafunga kuona wenzako, wale wenye ulisoma nao, wale wenye ulikuwa unacheza nao, wenye mlilelewa nao, washafika penye hujafika, inapaka stress. Sasa hivi mtu ana drive ayodi na mlimaliza naye class 8. Si ati saa hii kuna wenye wana drive. Ati saa hii kuna wenye wana drive. Kubali, ile for kubali. Kila mtu ana time yake hapo hivi. But kuomoka ni real. Hata kama ni 8 years utaomoka tu bado. Buda mimi na hiyo nimekataa bana. Sasa mbona niomoke hata 8? Niomoka bila hata 8 years. Sasa kama ilipangwa hivi. Hakuna kitu ilipangwa. Mimi huamini hivyo. Go for it. Hakunanga ati yosi sijui ilipangwa hivi, hakuna buda. Unless on the shortcut bus. Sasa shortcut. Niseme aje? Hakuna any routine. Hakuna any niseme aje? Hakuna any map ya life. Ati niambiwe, wewe Yvonne ulipangiwa hivi, ati ulipangiwa utoke uingie kama. So kumaanisha mmesema tujitume. Tuache stress. Wewe achana na stress. Na tuache kupata mambo ya watu. Kama like I was talking to a friend, actually sasa anafanya masters. Na nilikuwa namwambia, bro mimi niko stressed like namaliza shule sijui naanzia wapi. Naanza kumwambia like sina investment, mzaya ana investment, kaniambia, siuze shamba, nikamwambia mzaya anachukua shamba. Naanza kuuliza kwani wewe ni fast born? Nikamwambia mimi ni fast born. Nikamwambia nasikia niko so much overwhelmed. And this girl niuliza aje kwa hii Kenya ni nani unajua alinunua gari at 22? Ndio alikuwa ashaniuliza uko how old? Nikamwambia 22. Ni nani unajua alinunua gari at 22 years? Nikamwambia sijui of any person. Basi nani unajua saa yako 35 ama 40 yako na gari? Nikamwambia si uko nayo. Yeah, actually yako 32. And he was like, Bana Carlos hakuna any formula ya kuishi life. Hakuna venye ati nitakwambia atatu utakuwa na gari ama atatu utakuwa kiwete. Ni life tu. Ni life tu kuweka, ni situation tu. So tusifanya, usianze kufikiria ati unapanga kesho. But nimekwambia like kuna hiyo pressure. Unaona like unaona mtu social media like vile Michelle amesema ulimaliza na mtu shule, amesha make it.
Unaona? Unashangaa kwa nini mimi niko aje? Like kama hivi. Okay, ndio maana nimewambiaje, as long as you get a situation, don't let the situation control you. Alafu tena Be able to control the situation. Penye maisha imekuweka, weka hapo tu. Maisha ikusongesha, wewe songa pia. Itafika tu mahali upate vitu unatamani pia. Lakini pia usikae tu. Usikae tu. Bana tupush tu. Maisha ikisonga wewe songa pia. Unaona? Because saizi hata saizi tuongelea tu saizi kana saizi maisha inazidi kubadilika. A lot of new things is coming in. And so ikizidi kuingia pia wewe zidi kuimprove. But nyinyi wanaume pia acha niwaambie, like nyinyi wanaume, the men, I'm talking to men. Nyinyi pia mnajiletea stress. Sasa unajua tu vizuri saizi huwezi jisustain hata wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe huwezi jisustain. But unakuja unaongeza mtu mwingine kwa maisha. Unakuja unachukua dem mna move in. Huwezi mimi hata hapo sina shida. Wewe kama Yvonne umejua mimi sina kitu, si ndio? Mbona ukuje kwangu anze pia kuniletea familia nyingine? Lazima wewe ndio umeambia dem la nyingine. Wewe ulikuja peke yako, fuata. Mimi sikufuati. Kwanza ni matter of fact mume kama kwangu. Si ndio? After 1 year ushaanza kuniletea wageni. Wewe sijui unaniambia name huyo after your granddad. Wewe umejua mimi sijui. Umetoka kwa nani? Kwani nimekuja leo? Let me tell you something. Not even a single lady anaizanga zaa kama uja accept. In most cases nyinyi wao mnatuforce mtuzae. In most cases ni wanaume utaka watoto. Msichana hata atakangi hiyo haraka. Wengine wanataka. Ati wengine wanataka. Wewe sikia, wewe acha nikuulize. Ni kweli. Una very light note. Shika tia boy. Siwezi katia boy. Okay. Mimi nisha encounter that situation. Nishakatiwa na mademo, unaona? Sasa wewe unaniambia ati sijui ni maboy utaka zi. Kuna tule dema anakutaka na anakutaka hata ukuaje. Sio mambo ya kutuambia sijui mimi tunajiletea problems. That's a no. Kwanza mimi nasema unaona a man akiishi bila a woman anaishi a very peaceful life. But mbona sasa umuvi na listen to me. Unaona a man akiishi. Sikia nikwambie, a man akiishi peke yake anaishi a very peaceful life. But the moment anapata a woman ni hivi. Inaweza kupea kuna jamaa hapo, jamaa fulani akitoka kazi jioni na anafunga anasema acha niingie kwa mashida kidogo ifika asubuhi nirudi. Mashida. Okay. It's okay guys. Nenda kwa nyumba kuteseka kidogo. Okay, haina shida. Hata wacha tuseme haina shida. But let's come after the break tuone like these men what their opinion. Wanakubali waoe ama pia ndoa ni stress? And then we will get from our expert tuone atatupatia solutions gani zenye sisi like tunaweza kama sisi youth. Unajua si bado tungali sisi millennials. No, unajua mnaongea kama millennials. Like sisi youth. Bado tunaweza make decisions. Either to drop. So after the break you'll get to know more about this. Hey guys, you're back to our podcast and we're just happy like you're here to solve this issue yenye wanasema ni stress. Like kitu inaumiza wasee, si Gen Z, si millennial, si like hizo age gaps zote my friend. Sasa nataka tukimaliza hii session kila msee ajue like stress is a no go zone. Lazima tu fight. Stress isikushinde, ni wewe ushinde stress ama aje wasee. So mimi nataka kujua like wewe hapo like kama Mishael kuna hizi vitu zenye zinaku affect mentally kama gani, like literally gani na ku affect sana yenye unaona yenyewe mimi drive vibaya sana? Finance issues. Kwanza mimi finance issues nazo zinanimaliza tu kabisa. Hiyo unafaa uzoe stress kama inafaa uzoe. Sasa nizoe financial nitakula mchana. Nitatembea uchi. Stress pesa inafaa uzoe. No, I need to have money. Hiyo kutibia mawazo mingi by the way. And yet na saa hivi yenye pesa ni shida saa hizi. Itakuramba. So inafaa uzoe isi control, si ndio? Hivyo sasa. Na wewe Manu sasa unaweza sema aje like nini wewe na kikaa tu hivi like yenyewe inakuweka chini? Mimi. Even Manu dinaisha. Mimi sasa Manu dinaisha. Mimi hata sina. Mimi kuna tena subuanga by the way. Kwa kama ni stress ni kuzoea. Unazoea stress? Stress ni kuzoea. Isikusumbue hiyo. Wanasemanga usisumbuke kwa hii maisha by the way. Kitu sasa kusumbua. Unaona? Kama ni pesa ndio shida, inafaa uzoee na ukubali hali. Ukubali hali. Mimi siwezi anza kusema tunakubali hali. Wenyewe. Mimi naye I'll strive.
Unaona, me I'll use this stress as a form of pain to push me through. Unakubali hali and alafu unaanza sasa kujikakamua vizuri. Unajua the beginning of kujikaza ni kukubali kwanza. Yeah, you have to accept actually. Sasa ukubali una pesa ndio unaanza kutafuta njia mbinu ya kutafuta hiyo pesa. Hata kama ni usiku unaenda kufanya kazi ya usiku. Usiku buda, hiyo ni gani? Katika ya usiku. Hata pia uko sikuna mnaoverthink. By the opportunity na present itself. Kama uko na hiyo capability. Kama sasa unaweza kuwa sharp boy na opportunity imejitokea. Sasa unaenda unachapa hiyo kazi. Ni sawa. Na wewe hiyo difference huyu yake imekuwa ngumu zaidi. Okay, kitu nitawaambia ni there is this cliche that says why stress so much for life that can end anytime. Alafu Sauti wakuja wakatuambia aje? Cause YOLO. Bana, you only live once. Sasa wewe sahi unatoka hapo uko very stressed. Like mentally unaona tu mimi nimejaa man. Okay, yes, unaweza fika ile point yenye umejaa, you're not thinking about anything. But ukishafikiria hivyo, ndakupea solution moja. Wewe fikiria tu life inaweza end anytime. But acha nikwambie, unajua unaweza jaribu ku assume stress, but remember ukiamka the next day ukumbuke bado uko alive and the stress is still there. Actually, ukiwa na stress, the first thing I'll say, maybe our expert hapa tuongelea more about it. Kitu mimi najua about stress ni you have to speak to someone. But men June being the mental health by the way. Nini wanaume you don't speak up. Unasema speak up. Wanaume ambao penye wangana mess ni wanaenda kuchagua a lady due to the physical appearance, not knowing that anafaa jue huyu ni yule mwenye anaweza ongelesha. Unataka tuangalie nini? Sasa uangalie kama ako learned enough even to talk to discuss to some issues. Wewe unaenda tu unamchagua eti huyu ni mjaka hivi iko sawa, let me take. By the way, acha niambie kitu moja. Men do speak up by the way, but ni venye wanatafuta a specific person mwenye atamuongelesha. Mimi sasa nikatoka hapa na stress, yeye ongelesha. Acha tuchukue best yangu another man mwenye anaweza elewa hiyo mama. Manu, acha tuchukue 100% from 100% of men. How many men do speak up? How many? 10%. Okay, and do you know why? We are raised in a society yenye it doesn't care about men. By the way, you don't have to look weak. Tuko kwa system yenye a very rigged system in a way that hata kama tuna date ama tuko in a house, sema I'm your husband. Wewe una expect hata kama niko stress aje lazima nilipe hiyo fee. This is a system we raised in. Na tuwezi beat hii system. Ndio maana sasa si men ku speak up inakuwa so hard. But at least with this generation yenye inakuja, not the Gen Zs, but the Gen what? Gen Alpha. Yeah. Gen Alpha wana learn communicate. Kama mimi I've got a cousin mwenye ni mdogo, at least he cries. Ako 12 years, but atakuja kuambia leo hivi nikiwa shule nimefanywa hii na hii na hii. Something yenye mimi sikuwa ifanya. Mimi hata nakumbuka there's a time nilikuja home nikiwa nimepigwa na certain boy tukiwa tunatoka shule. Do you know what that told me? Unapigwa ukiwa umeweka wapi mikono? Ulikuwa umeacha mikono hapa? So ukishaniambia hivyo unanifunza nini? Unaniambia hiyo ndiko strong. Hizi shida ziko. Basi nyinyi ladies mnaona amen hawataki kuongea. So CBC inasaidia in a way. Lakini si hata nyinyi mnajiweka hivyo. Nyinyi hata kuambiwa tu good night unajaa meti. Mbona unaniambia good night na wewe ni mwanaume mwenzangu? Ukiumia nafaa nikubembeleze. Sasa mbona ninaumia alafu unaniambia good night? Si hivyo, I'm trying to talk in the fact that wewe ukiambiwa hata good night, mimi ulale ukwetu na usiku njema utaanza kuniambia mimi boy mbona unaniambia good night? Mimi you don't have those feelings and emotions. Feelings, this is something we've learned from a young age. Mimi sikumbuki the last time nilcall my dad nikamwambia ati good night. Hata hata tukiamka hivi asubuhi kwa nyumba. Yaani tukiamka hivi kwa nyumba asubuhi. Wallahi sijisikia mzee wangu akiniambia morning. Inakuanga like ni kama unasikia nisaidie hiyo kitu ama sijawahi sikia morning but akiona my sister utasikia. Morning Sharon. Naweza kupa example moja. Wakisema kesho naenda mbinguni. Alafu entry utume picha nimepiga na mzee wako. Wengi ataenda mbinguni. Kwa hiyo mimi sina picha mzee tumepiga na mzee. Kwa nini sasa mbona unaogopa mzazi? Sikuogopa. Like it's a high time men inafaa change your way. Mwache kujifanya ni kama mna emotions. Okay. I'm feel for mkifanywa something. It's not all about changing our ways. Nimewaambia from the start. We are born and raised in a very rigged system yenye. But you are the ones to change the society. Unataka useme vitu zenye zilikuwa zikifanywa na kitambo. Yeah, they actually do. Hapana. Ninyi nafaa change society. Wacha tuone our expert naye
anatuambia nini? Juu ni kama watu huku stress ni common like acha tusikie expert anasema nini. Wewe Natalie, your views ni gani like kwa hii nini ya stress? Unasema nini? Juu Norma amesema stress nayo yetu ni kitu normal tu. I'd say stress nayo ni normal kwa kila mtu. Hadi mimi being an expert, I also go through stress every single day. But kitu tu naweza sema ni venye Carlos amesema, ni wewe mwenyewe unaamua kama hiyo stress itaku control. Like ukiamua leo ati sijui sina pesa itanikula siku mzima. Haifai siku mzima. Yeah, like you just have to think about everything else. Like usiweke akili yako hapo peke yako juu itaku control na itakumaliza. So kuna hii law of assumption. You have to assume certain things. Kama hutaki iku withdraw, hutaki ku affect. Na sasa kama Men's Mental Health Awareness Month. Yeah, tumesikia they don't open up most of the times. Hawajui kujifungua. Not kujifungua, opening up. Yeah, I feel like imekuwa hivyo for decades now. Yeah. I feel like wamejifunza, and I agree with Carlos tena. This society our focus on men hivyo sana. Inakuanga ladies most of the time. Ladies this, ladies that. So inakuanga. Kwanza unaona nikitoka chao leo. Nimejamba. Tumekuwa tunatembea hivi. Dem fulani akajigonga hapo akaanguka. Bana kila mtu amekuja kumwamsha akimwambia pole. Lakini ingekuwa anguka utoa. So it's all about lakini sasa hata wewe tafuta mtu wa kuongelesha, kama ni mama yako, kama ni boy wako, no. Boy wako modio. Okay, I'll tell you one thing. Yes, unaniambia nitafute mtu wa kuongelesha kama ni my mom. Kuna issues zenye zinanisumbua at this age. Zenye yani kuambia my mom ni kama nasema hajataona I didn't raise this kid very well. Okay. Kuna certain issues zenye kuna age yenye ukifika kuna vitu zenye unafikiria zenye nikiambia my mama ataona unaekuani. Hata hivyo Natalie, unajua pia hata si kwa boys peke yao, hadi wasichana unaweza kuwa na stress, but unasema siwezi ambia Natalie ataenda kunitangaza. Okay, like ataenda kwa dede mwingine. No, but you can tell your mom, you can talk to your mom. Mama yako hizi. Yeah. Maybe someone to your mom, a therapist maybe. And if I may ask you as an expert, sasa wewe kama expert sasa, unakuanga stressed every single day? Okay, so wewe una count aje the stress thing in your life? I keep busy. I work from 5 to I niko job ya 7 to 5 by the way. Na inanisumbua sana akili. That is part of the stress by the way. Lakini if I have to put food on the table, lazima I have to work for that. Okay, na sasa sisi wase wenye unapata tuko stress. Tunaweza tuambia aje like tuna count aje the stress thing? What do we do? What should we do? I'd say, okay, from my point of view, keep too busy. Mtafute kazi yake. Usijiweke tu kwa nyumba una expect ati sijui nani atakuja akutafute akupe. But the rate of unemployment iko tena juu. Sasa ukisema self employment, my dear. Yeah, you can enda utafute smoky mayai uanze kuuza. Yeah, just keep yourself busy if you want to kama unataka your stress. But nataka ujeke in this position. Yeah. Uko so much stressed in a way that ushikwa stress ile yenye hutaki kuona mse. Yeah. So ukiwa kwa situation kama hiyo naanza aje kufikiria aje busy? That's depression ama? Okay, stress leads to depression. Yeah. Another level. So nimefika hapo, stress imenigonga, nimefika huko mwisho ile sitaki kutoka nje school, sitaki kuona mse. Naanza aje kufikiria business. Now asking in the state of that person. Like mse yako hapo. Mimi kitu naona tu ni kukaa. Sitaki kujua what will happen. Nafanya aje? I'd say unaona at that point uko at depression, that level of depression. So I'd say
you have to think about your life. Unaanza kufikiria venye you must be happy. By the way, you must. Unaanza kufikiria must. Underline the word must. You must be happy. Uanze uende amka kwa kitanda, si ati unaonanga mabedroom za watu wako depressed. Ushaiona? Zizi. Mimi nishaiona. Zinakaa aje bwana? Shekwa depressed. Mimi nakuwa kubwa. Like hakuna time curtain itakuwa wazi. It's always dark. State unaona chakula kila mahali juu hujawahi clean your room. Your bed is always like nini, your closet, vitu kaa hizo. So fikiria tu maisha yako na useme you must be happy. But kuna wale wenye wanasema mtu akiwa stress hapo kwa room sasa. What if umejiambia stress ya kupanga nyumba isinisumbue? Sasa wewe inasumbua. Wanaume hapana, ushakupoteza. You can't even clean your own room. Lazima nikwambia hapo sasa ukao juksu like umejiambia stress ya kupanga nyumba. Azamani by the way kupanga nyumba ni ngumu. Sasa hiyo ni uchafu. That's not even stress. You are doing by the way but ni kupanga tu. Naweza pata maybe. Ndio nilikuwa nauliza aje, like wewe kama expert, kuna wase wenye stress inawalead to kwenda kukunywa pombe, using drugs. Like mtu anaona kuliko nikuwe stressed up, acha niende nizime, like initoke. So mtu kama unamwadvise aje? Mtu yes hata labda si drunkard, hata jai kunywa pombe, but the time atapata hivi stress, hapo ndio anaanza na anakuwa addict. I'll just use one story. I had this relative, alikuwa yani alipotezanga job, akapoteza familia yake all of a sudden. Sasa hakuwa anakunywa, in fact bibi alimtoroka. So after kumtoroka yeye akakuwa depressed. Sasa all of a sudden alikuwa anatu advising usifika point yenye unatumia drugs ama alcohol. Usitegemee drugs. All of a sudden anaanza kukunywa. Sasa venye anakunywa, pesa yake yote ikaisha. By the way alikuwa na pesa, basi pesa yake yote ikaisha kwa pombe. Sasa there was this one time familia mzima wakakuja to all the way from Nairobi, Mombasa, Taita, just to come and talk to this particular guy. Ati wewe mbona unakunywa? In this life nini? Usiai dhani pombe itakusaidia. Hakuna mahali pombe itakusaidia. Umesikia Carlos? Bana hata kwa Bible imesema a little wine bana. Kama hata Bible imesema take a little bitter. Itakudiminish tu bure. Unajua. Kitu pesa itaisha, watu watakutoroka, hakuna mtu atakusaidia. Unajifanya unakimbilia pombe. Kitu mimi najua. Utakufa, hata utakuwa mgonjwa utakufa. Kitu mimi najua. Unajua nini? Kuna pombe si mbaya. Lakini tuanze hapo kwa quantity. Tuanze hapo kwa umekubali stress ku control mpaka umeanza kutumia pombe. Exactly. Yani ijaribu kutoa stress. Kitu cha kwanza ufai kufanya stress ku control. Na the moment na control ndo unaenda kwa pombe, unaenda kunywa pombe ndio upoteze hiyo. Mimi hata mnisaidii kabisa. Take me as a village person. Msemi sijaingia campus sijafika any higher end learning. Niko na stress. Ishanigonga like niko kwa nyumba, staki light, staki anyone. Like nimefika ile point yenye ni kama na cheese. Mnanisaidia aje, nafanya aje, najitoa aje kwa hii situation? Napata aje light? That's what I'm asking. Mimi nafanya. Hakuna venye mimi nitaanza kubali ati your stress is control. Mimi sijui anything, niko tu. Sasa kama boys zako pale home na uchi podcast. Maybe ameona kuna msemo mwenye amejifungia kwa nyumba, all of a sudden hataki kutoka, hataki kumingwa na mabeshte. Mnamwambia aje? Mimi nafanyanga kwanza. Naona kama kuna kitu kinamsumbua, though inakwanga on rare occasions sana. But najua kuna kitu nafikiria. Kitu kwanza usikai kwa nyumba. Na kama nakaa kwa nyumba, na make sure akili yangu iko busy. Either nasikiza music, kitu kama hiyo. Music by the way inasaidia sana, ina heal. Hiyo ni medicine nyingine hatari sana. Ukisikiza music hivi unasahau kila kitu. Maana mtoto mdogo mnyamalala kwa kitanda hivi. Like hakuna kitu msumbua hata kidogo. Anaenjoy usingizi. But nafasi hiyo kind of music. Wewe unasikiza music gani? Kuna music ukisikiza utalia. My friend utalia, sasa ndio itakuongeza stress. Sasa unasikizanga music gani for example? Nasikizanga pop music. Example? Pop music kama kina Justin Bieber maybe.
Hizo slow music hizo. Okay. Alafu narudi Ndio inasaidia by the way. Ukisikiza ngoma kama hizo, unalala kitanda tu hivi unasikia una fly. Na sasa Okay, take sisi this. wenye tunasikizanga sad depressive music na tuko sawa. Sasa hapo ni kama sema aje sasa ni kama sasa uko na stress alafu unaongeza stress nyingine cause inategemea the message in the nini. Unajua every beat in the music na inaendana na ngoma yenyewe kuna message by the. Kama uko sad alafu the beat yenyewe iko sad, automatically utakuwa sad zaidi. Si ndio? Sasa inafaa kama uko na stress ama kidogo unasoma eka tu inachangamsha kidogo inakupoteza akili kidogo. Ama kama unaweza toka kwa nyumba enda fanya kitu, enda changamka na best, enda cheza mpira. Actually. Enda cheza mpira. I think Ayodi uko sawa up to that point. Mimi siko sawa. Nakuwa aje sawa? A father of 3. Nimesikia a father of 3. Nimepoteza kazi. Bibi ameenda. Unaniambia ende nicheze ball. It's quite realistic at this time, si ndio? But I think A father of 3 healthy sons, ndio? Kidogo nimepoteza job. Kidogo mama ameenda. Kidogo home anasema Ayodi ulikuwa unatusaidia. Sasa hivi not saying your cost. Mnaniambia Ayodi toka kwa nyumba enda cheza ball, si ndio? Na mnanisaidia, mnaniambia nisikize ngoma. kana la best. Guys, tukue serious. Nisaidieni nitoke kwa hii stage. No. Yes, tunasema stress ni mbaya na tunasema I fight to let it control. But sasa mimi nishafika point, sioni anything. Expert amesema hapa alikuwa ageza friend ama case and the guy alishia kwa pombe. What do you think mkiniambia niende nicheze ball pia mimi naweza lead kwa hii pombe? Naweza jipata kwa drugs. What should I do? Mse yako hapo hivyo home. Maybe ana go through that stage when I'm explaining about. Mnamwambia nini? Mnamwambia enda acheze ball? Ama sikize mangoma? Message yake ni keep yourself busy. Keep yourself busy. Then if you can listen to music, listen to music. I think umesikiza our expert Natalie chenye amesema, all the views from Ayodi, from Manu, from Mishael, like everyone, I think umepata hiyo message, like stress isi control any of us. Tutaki kulose mtu juu ya stress, hatutaki kuona like ati leo fulani alikufa juu ya nini, juu ya stress. Ayodi usijifungie kwa nyumba. Wewe Manu sikose kuongea tafadhali. Like just talk. Unaona? Just talk. Unasikia? Like wewe kama ni mwanaume hapo nje, ongea. Kama wewe ni dem, tafuta mtu mwenye unaweza ongelesha. That has been our podcast. Until next time. Bye.